Halo, habari za wakati huu ndugu watazamaji wangu, ndugu wapendwa wangu, ndugu wasikilizaji wangu, nimewamisi. Leo nimekuja kwa masuala ya malezi. Kwa hiyo nazungumza na wazazi. Nazungumza na wazazi leo misingi mitano ambayo kila mzazi anatakiwa kuijua ili mtoto wako wa kiume, hasasa mtoto wako wa kiume, aje kuwa baba bora, aje kuwa mama bora, aje kuwa mzazi bora wa baadaye, awe kiongozi mzuri katika familia, awe mzazi mzuri katika jamii ambayo itakuwa inamzunguka kwa kipindi hicho ambacho wewe utakuwa hauko naye, wewe mzazi. Malezi, kuna tofauti kubwa kati ya malezi na matunzo, na watu wengi wanachanganya. Nakwambia mimi namlea mtoto wangu vizuri, nampa chakula vizuri, anaenda kusoma shule nzuri, anavaa vizuri, analala vizuri. Hayo ni matunzo. Hayo ni matunzo. Malezi ni muongozo, ni miongozo ili unayompa mtoto, unamuelekeza, unamsimamia jinsi ya kufanya, unampa adhabu pale alipokosea, kwa sababu unapompa miongozo, unapompa maelekezo, kama ameenda ndivyo sivyo, unampa adhabu. Adhabu unayompa hakikisha inamstahili. Usimpe adhabu kubwa kuliko kosa. Kosa lilo lifanya lifanane na adhabu unayompa. Hayo ndio tunaita malezi. Kwamba unampa miongozo, unamuelekeza, unamfundisha, fanya hivi, nenda hivi, fanya hiki, jinsi ya kufanya hivi, unafanya hivi, jinsi ya kusalimia asubuhi ukiamka unasali, unafanya hivi. Hiyo ndio malezi. Sio kumpa chakula, sio kwenda kushule, sio sijui kumvalisha mavazi mazuri, kumpeleka shule nzuri, unasema unamlea mtoto wako vizuri. Hapana. Hayo sio malezi, hayo ni matunzo. Hata wahenga walishatuambia, mtoto umleavyo ndiyo akuavyo. Na hata neno la Mungu limeandika, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata kuja kuiacha hata atakapokuwa mzee. Atakuwa nakumbuka, mimi nilivyokuwa mdogo nilifanyiwa hivi na hivi na hivi na hivi. Nimeongea kwa masuala ya malezi kwa sababu sasa hivi ndoa nyingi ziko ICU. Nikisema ICU manake ziko katika mchakato wa kuachana. Mwanamke anakuambia mimi siwezi kuendelea kukaa kwenye hii ndoa, mwanaume anasema siwezi kuendelea kukaa na huyu mwanamke. Ni masikitiko makubwa. Wa vijana wamefika umri wa kuoa, hawataki kuoa. Wamefika mahali wanataka kuolewa na wanaume wenzao. Ni masikitiko. Ni kitu cha kusikitisha. Ni masikitiko na ni cha uchungu. Umezaa mtoto wa kiume, unategemea aje akuletee mkamwana mtoto wa kike. Wewe dada unatakiwa kupata wifi, anaolewa na mwanaume mwenzie. Ni jambo la masikitiko mno. Unasema basi ngoja apate msichana mwenzie au mwanamke ambaye analingana kidogo na umri wake, hata kama ni kupishana, wamepishana kidogo. Anaenda kung'ang'ania wamama watu wazima. Kijana wa miaka 30, kijana wa miaka 25 anatafuta mama wa miaka 50, wa miaka 60. Wewe unataka kumpeleka wapi huyo mama? Watoto wenyewe wanasema mshangazi. Mshangazi unataka kumpeleka wapi? Familia utaijenga wapi? Huyo mshangazi yeye kashajenga familia yake. Mungu hajakuleta kwa papa siyo ya mshangazi. Unajitenga mbali na uso wa Mungu, unashindwa kufika kusudi lako la kufikia mahali ambapo Mungu amekukusudia ufike, kwa sababu unakimbizana na watu ambao wamekuzidi mno umri. Unaenda spidi mno, unatafuta vya mteremko, unatafuta vitu ambavyo huna uwezo navyo kwa sasa hivi. Yote hiyo ni kwa sababu ya malezi uliyopitia. Unataka ulivyokuwa unadekezwa kule nyumbani, ndio unataka upate mwanamke wa kukudekeza. Wewe kijana wa kiume, na wewe mtoto wa kike, na wale wa mama ambao wanaanza kuwakubalia hao watoto, wewe na kuonya,
Acha kufanya hivyo kwa watoto wa wenzako. Acha kufanya hivyo kwa watoto wa wenzako. Sasa ili tuepuke haya mambo yanayopelekea watoto wetu kuwa hivyo, kuna vitu 5 ambavyo nimeviangalia, nimevichunguza na nimeviona katika ukuaji wangu kwamba hivyo vinaweza vikawa ndio vikitengenezwa katika mwanzo vinaweza vikatupelekea mahali pazuri ambapo tutaweza kuwa na kizazi kizuri na ambacho kitakuwa na ndoa zilizo bora na vijana wetu wakaishi katika ndoa mpaka wakazeekana, wakaishi katika maisha ya mpaka kuzeeka. Jambo la kwanza, msingi, mtoto wako yeyote ambaye umempata, Mungu amekupa, mlee katika msingi wa kumpenda Mungu. Upendo. 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 Wewe baba unampenda vipi mama? Unaonyesha unamjali vipi mama? Unafanya ibada ngapi kwa siku? Unamshirikishaje mtoto wako kwenye masuala ya Mungu? Unamshirikishaje mtoto wako siku ya ibada ikifika? Au ndio unasema siku zote alikuwa anaenda shule, hajisikii vizuri, amechoka, ngoja apumzike. Wewe mzazi, baba, ni mara ngapi umeshampeleka mtoto wako kwenye ibada? Ni mara ngapi unamfundisha neno la Mungu? Ni mara ngapi mtoto wako unamuongoza kwamba siku ya ibada ni siku ya kuweka vitu vingine vyote pembeni na kuacha usingizi? Kama kuna shida, kama unajisikia vibaya, kule kwenye nyumba ya ibada ndio ambako unaweza ukaenda kupata na uponyaji. Ni mara ngapi umemwambia mtoto wako hivyo? Ni mara ngapi umemuongoza kwamba hata kama ni shule umekosa amani, mrudie Mungu, mwambie Mungu, nimekosa amani, Mungu hiki sielewi, Mungu hiki sijui jinsi ya kwenda pamoja na mwalimu. Ni mara ngapi umemuongoza hivyo mtoto wako? Ni mara ngapi asubuhi akiondoka unamuongoza kwamba ngoja nikuombee kabla hujaondoka, kabla hujashuka kwenye gari, kabla hujaondoka mwanangu, kabla ninavyokusindikiza humu njiani naendelea kukuombea, unamshika na mkono. Mara ngapi umefanya hivyo, kumkabidhi kwanza kwa Mungu? Mzazi, mtoto anakuwa na yale ambayo unayafanya. Kama asubuhi unakurupukaga tu, unaanza kuwa mkali, unaanza kumgombeza, na yeye atajua ndio staili hiyo hiyo. Maisha yake atakavyokuwa anaishi, ataanza kuishi kwa kupiga makelele, kwa kugombana, kwa kufanya vitu ambavyo viko kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Kwa tujitahidi wazazi, tujitahidi. Swala la upendo liko kwa wazazi wote. Baba, unamfundisha mtoto wako wa kiume kumpenda mke wake kwa wewe kumpenda mkeo. Anaona jinsi unavyompenda mama. Na mtoto wa kike anajifunza jinsi wewe baba unavyompenda mama, lakini vile vile mama unavyowapenda wale watu wa nyumbani kwako, unavyomtii baba. Kwa hiyo vitu vyote kuhusu upendo wa Mungu, kwamba unamwambia hii ni sadaka. Nimekupa hii hela, chukua fungu la 10, mpe Mungu. Hii hela umepata, umefanya kazi nzuri, mpe Mungu. Hii hela umefanya hivi na umepata, mpe Mungu. Kitu cha kwanza Mungu, Mungu, Mungu. Kila kitu unamtanguliza Mungu. Kwa hiyo mtoto atakuwa akijua kwamba mimi nimekuzwa kwenye familia ya kila tulichokuwa tukikipata tunamtanguliza Mungu mbele. Kila tulichokuwa tunataka kufanya tunamtanguliza Mungu mbele. Kwa hiyo mtoto atakuwa akijua kwamba upendo wa kwanza ni kumpenda Mungu, alafu ni kumpenda jirani yako ambaye uko naye hapo. Ndio upendo wa Kristo ambao ametuachia, ya kwamba tumpende Mungu kwa akili zetu zote na kwa roho zetu zote na kwa akili zetu zote. Tumpende Mungu na tumpende jirani yetu. Kama humpendi jirani yako, utampendaje Mungu ambaye humuoni? Kwa hiyo swala la upendo ni swala la msingi sana ambalo litafanya hata akiingia kwenye ndoa aweze kuwa na upendo wa dhati katika nyumba ambayo atakuwa amempa Mungu wake kwa kipindi hicho ambacho atakuwa ameoa. Cha pili, uwajibikaji. Jamani,
watoto wetu tunawalea kimayai sana. Niwaambie kitu, mtoto wa miaka 3 anauelewa, mikono yake bado inaweza ikashika kitu, ingawa haina nguvu ile ya kufanya vizuri, lakini ana uwezo. Kwa hiyo anza kumzoesha. Toa chakula sahani mezani, sema asante, baada ya kula chakula, shukuru, mshukuru Mungu, mshukuru mzazi, mshukuru mlezi, awe na maneno ya shukurani. Mfundishe mtoto awe na maneno ya shukurani. Awe ni mzee, awe ni mkubwa, atakumbuka kwamba nilikuwa nafundishwa jamani. Kwa hiyo hata kwa mke wake atakuwa nakumbuka. Akipewa chakula atasema asante. Akipewa chochote na mke wake atasema asante. Na mke wake pia atasema asante kwa mume wake, kwa sababu atakuwa nakumbuka kwamba alikuwa nakufundishwa hilo neno la asante. Pole na kazi. Pole hapa umeumia. Pole hapa umefanya vibaya. Ngoja nikufundishe au ngoja nikuelekeze. Lakini hayo maneno yasitoke kwenye vinywa vya watoto wetu. Mfundishe kuwajibika, mpe nguo afue. Vinguo vyake vile vidogo vidogo, hata kama vikutakata, malizia kutakatisha. Chombo kile alichokitoa, alichokula chakula, akisafishe. Hakijatakata kitakatishe, lakini mtoto afanye. Mfundishe mtoto kazi ndogo ndogo. Mwambie afagie. Na katika kuwajibika huko, akifanya kazi, kama una uwezo wa kufanya malipo kwa kazi aliyofanya, mpe. Kwa sababu hapo kwenye uwajibikaji ndipo hapo ambapo na kuwakumbusha wazazi kwamba usije ukawa unampa mtoto wako pesa bila kazi yoyote, bila huduma yoyote aliyoifanya. Watoto wengi sasa hivi hasa wa kiume wamefika mahali hawataki kufanya kazi. Wanataka kazi za kuajiriwa. Kazi za kuajiriwa hazipo. Kuwajibika kufanya kazi zingine za kutumia akili yao na nguvu zao hawataki kujishughulisha kabisa. Ni kwa sababu watoto wetu wengi tumewalea kwenye katuni. Hatuwapi muda wa kufikiri. Hatuwapi muda wa kufikiri, yani kwamba yuko kwenye sehemu, ukamweka kwenye chumba, ukamwacha asifanye chochote, ukamsikiliza anaimba au anafanya kitu chochote au anafanya utengenezaji wa kitu chochote au ni uharibifu huko chumbani. Lakini hata kama ni uharibifu, anafanya uharibifu gani? Yani lazima uchunguze. Kwa hiyo mtoto wako lazima uwe na muda wa kumfundisha uwajibikaji, lakini pia wa kummonitor. Anapokuwa peke yake anafanya kitu gani, ili uanze kukilea kile anachokifanya sasa hivi. Kama ni mwimbaji, uanze kukilea kile kipaji chake. Kama ni mpishi mzuri, uanze kumfundisha upishi. Utasema mtoto wa kiume mimi nimfundishe upishi. Machifukuka ulimwenguni wengi ni wanaume. Mimi nimetembea kwenye mahoteli, hata mahoteli ya 5 stars. Ni machifukuka. Yaani wale wanaopika kule mahotelini. Wewe unaagiza menyu yako huku, kule mahotelini, kule jikoni. Ni wanaume ambao wanaitwa hoteli mbalimbali zile za 5 star na wanalipwa mishahara mikubwa kabisa. Kwa hiyo usije ukasema mimi mtoto wangu wa kiume nianze kumfundisha kupika. Mama, kama amezaliwa ana hiyo kipawa, ana hicho kipaji cha kupika, mwelekeze, mfundishe, endelea kumwelekeza kwa upande huu. Lakini pia unaweza ukamwangalia ukakuta huyu ni fundi. Ni fundi wa nini? Ni mechanical, ni engineer, anakorokochoa vitu na anavitengeneza na anatengeneza vitu mbalimbali. Mlee kwenye hicho mtengeneze akiendelea huko. Sio unamngangania tu. Masomo 9 yote unataka apate A. Wewe ulipata A? Wewe ulipata A zote? Kila mtoto amezaliwa na karama yake. Huko shule tunawapeleka kwa ajili ya kupanua ufahamu na kupata maarifa.
Lakini kila mtoto ana sehemu yake ambayo yeye atafanya vizuri. Kwa hiyo kama amefanya vizuri masomo mawili, masomo matatu, ndio hapo hapo pa kumwambia mwanangu kazana na haya mengine ili kombi ikubali na ili nini. Lakini kile ambacho anakifaulu na kile ambacho anakipenda, ng'ang'ania. Kwa sababu kuna matajiri ambao hawakwenda hata darasani. Wengine wameishia darasa la 7. Lakini wanafanya vitu vyao vizuri kabisa kabisa na ni mabilionea. Kwa usikazane sana kumwacha mtoto wako, ukaacha kumlea na kumfundisha na kumwambia tuendelee kumuomba Mungu ili hiki kipaji chako kikue, ili kipaji chako hiki shetani asikirudishe huku kwenye ushetani. Wewe ukang'ang'ana tu lazima afaulu hesabu, lazima afaulu sijui nini, lazima sijui afaulu nini. Kumbe yeye sio linguistic. Yeye ni mechanical engineering. Baada ya kumpeleka kwenye engineering, kumpeleka kwenye VETA, kwenye shule hizo ambazo atapata hicho kipaji chake kikubwa, wewe unang'ang'ana tu pale. Matokeo yake mpaka akiwa mkubwa anakaa. Mtoto wa kike amefundishwa uwajibikaji, anawajibika. Wewe mtoto wa kiume, mtoto wako wa kiume anakaa tu ndani. Anakaa tu ndani, anasubiri mseleleko kutoka kwa mke wake. Na matokeo yake unakuta mtoto wa kiume haoi, alafu wewe mama unasema ngoja nimpeleke kwa psychologist waongee naye. Ni kwa nini haoi? Mtoto hawajibiki. Unataka umpeleke huo mzigo kwa mtoto wa kike wa nani? Kwa nini unataka kupeleka mzigo kwa mtoto wa mwanamke mwenzako? Wa mwanaume mwenzako? Kwa nini? Kwa nini? Hebu jitahidi wewe kama mzazi. Umlee huyo mtoto wako katika njia impasayo, aweze kuwajibika. Kama ni baba, awajibike kwenye nafasi yake. Kama ni mama, awajibike kwenye nafasi yake. Usipeleke mzigo kwa watoto wa wenzako. Wewe hapo mwenyewe tu umeshamchoka, alafu unataka umpeleke kwa watoto kwa nani? Na uangalie hata wakati wa likizo. Sijui lini wanafungua shule. Wafungue shule ili aende wapi? Kaa naye mpaka uhakikishe kwamba huyo mtoto ukikaa naye unamisi asipokuwepo. Ndio unaweza ukajua kwamba huyu mtoto kumbe hata akienda kwa wengine ni msaada, akienda kwa wengine anaweza akawa ni mtu ambaye anategemewa. Sio wewe mwenyewe umechoka kukaa naye, alafu unatafuta aoe au aolewe. Unataka kupeleka huo mzigo wapi? Jambo la 3, wazazi, uvumilivu. Jamani, uvumilivu limekuwa ni janga hata kwa watu wazima. Mmekwazana, mmechukizana huko chumbani, au wewe umetoka kazini au umetoka kwenye biashara, kuna kitu ambacho kimekukwaza. Huna uvumilivu wa kusema ngoja kwanza nimsubiri mwenzangu atulie, alafu tukaje tukaongee chumbani. Uvumilivu hatuna. Unakuta ni hapo hapo mnaanza kuwashana sebleni, ni hapo hapo mmekutana nje mnaanza kuwashana maneno ambayo hayafai kwa watoto. Hayafai kwa watoto. Hamna uvumilivu. Hata mtoto wako utashindwa kumfundisha uvumilivu. Kwamba mtoto wangu leo hiki umeniomba, sina, vumilia. Leo mtoto wangu mimi napita kwenye hali hii, huu msimu sio mzuri. Hebu tuvumilie. Kama mlikuwa mnakula wali kila siku jioni, sasa hivi tutakuwa tunakula hata ugali mara moja kwa usiku. Huu tuko kwenye msimu ambao sio. Hatuna uvumilivu. Watoto wetu hatuna subira kabisa. Watoto ndio kabisa hatuna subira. Yaani tumekosa uvumilivu kiasi kwamba yaani mpaka kwa Mungu nimeshaomba sana. Nimeshatoa sadaka sana. Mungu ana wakati wake. Mungu ana majira yake. Mungu ana mapenzi yake ya kuyatimiza na wakati wake. Jamani, tuwafundishe watoto wetu kuvumilia, kuwa na subira. Na katika kipindi cha kuvumilia na katika kipindi cha kusubiri, kiwe ni kizuri, kiwe ni kibaya, tukumbuke safari yetu ya maisha ni ndefu kuliko hayo tunayoyapitia. Unaweza ukapita kwenye msimu mzuri, ni kama unavyopita kwenye Christmas, unasherehekea, unafurahi,
Alafu inakuja kipindi cha ada Januari, unaanza kusikia simanzi kwamba unadaiwa ada, unadaiwa uniform, unadaiwa vitabu, unadaiwa kulipa kodi za nyumba, unadaiwa kulipa. Ni msimu. Kwa hiyo tuwe na uvumilivu, tuwe na subira. Subira ndio inayotuponza wengi. Saa nyingine tumesubiria kwa kipindi kirefu kufikia hatima yetu. Tumefika yani ukingoni, yani bado kidogo kuweza kufanikiwa. Unakuta hapo ndio mtu anaanza kukata tamaa. Anapishana na gari la mshahara. Pale ndio anaanza kuumia, yani anaanza kuumia mpaka anapata matatizo ya afya. Anakufa kabla ya siku zake, na alikuwa anakaribia kabisa kufikia kwenye hatima yake ya mafanikio ambako Mungu alimpangia. Lakini anaondoka duniani, au anakufa, au anakata tamaa. Hawezi tena kufika kule kwa sababu anakuwa amerudi nyuma, si katika kumuomba Mungu, si katika kumshirikisha mtu. Yani amekata tamaa kabisa, yuko down. Hata ukimwambia bwana, hebu jaribu kufanya hivi tena, yani Mungu atakupa tena hiyo nguvu kwa upya ili uweze kufika, hawezi. Imefika mahali hata watoto wetu kwenye ndoa, aliolewa kwa sababu yule bwana alikuwa na hela. Kazi imekwenda ndivyo sivyo, biashara imekwenda ndivyo sivyo, amedondoka, ameteteleka. Mtoto wa kike uvumilivu hana. Mtoto wa kiume pia wako ambao wanaonga, huyu mwanamke anapata mshahara mkubwa, huyu yuko vizuri. Mtoto wa kike yule amepata matatizo, hana tena kile kipato alichokuwa anapata. Mtoto wa kiume hana uvumilivu, anaanza tena kudanga na kwenda kutafuta wanawake tena wenye hela. Jamani, tuwafundishe watoto wetu uvumilivu. Waambie kabisa kwamba mimi bwana, jamani, wewe mzazi, wewe mtoto, tumekulea hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sasa hivi tunapitia msimu sio. Kwa hiyo hata hiyo shule unayosoma tunakuhamisha kwa sababu wazazi tunapita kwenye kipindi ambacho sio. Kwa hiyo tunaomba usijisikie vibaya. Na katika maisha, hayo maisha yapo hata utakapokuwa mkubwa. Utapita kwenye msimu mwingine ambao hautakuwa wa kawaida. Unamhamisha shule, kama atarudi tena, mtarudi tena kwenye hali nzuri, mrudishe kwenye ile shule aliyokuwa anasoma, au pengine mtakuwa mmeshapata ile shule nzuri ambayo anaweza akaisoma. Kwa hiyo wazazi, wafundisheni sana watoto swala la uvumilivu. Umepita naye supermarket, kila anacholilia unampa. Ametoka shule, mimi sijui mwenzangu alikuwa sijui na kitu gani, na wewe mzazi unaenda kununua hata ambacho hakikuwa kwenye budget. No, humfundishi mtoto uvumilivu. Ajue kuna kipindi ambacho mzazi unakosa. Ajue kama kitu hakiko kwenye budget, humnunulii. Sio kwamba humpendi. Hata Mungu wetu kuna vitu vingine tunamlilia sana. Mungu naomba hiki, Mungu naomba gari, Mungu naomba nyumba, Mungu naomba maisha haya, naomba kupanda ngazi hii. Lakini anakuangalia, naona wewe bado. Nikikupa utaharibikiwa, hautafika unakotakiwa kufika. Ni sawa na mtoto. Mtoto wako unampenda sana, lakini hawezi kuwa analilia kuendesha gari. Ndio una magari mengi, utampa aendeshe gari? Huwezi, kwa sababu atagonga, na akigonga gari litaumia, na mtoto pengine ataumia, au na mtoto atakufa. Kwa na Mungu wetu ni hivyo hivyo. Anatuambia tuwe wavumilivu, tuwe watu wa subira, tuwe watu wa kungoja, tuwe watu wa kusubiri, tuwe watu wa kujifunza majira na nyakati. Ya kwamba hiki kipindi niko hivi, natakiwa kuishi hivi. Hiki kipindi naishi hivi ni kwa sababu ya 1, 2, 3. Nimekosa, labda nimepunguza, nimezidisha matumizi haya. Kwa hiyo ndio maana nimefikia mahali hapa. Au nimepunguza maombi, au nimepunguza sadaka. Kwa hiyo watoto uwafundishe toka wakiwa wadogo. Sio kila jambo akilitaka eti watu wazima mnaangalia TV, anataka kuangalia katuni, eti na wazazi mwache analia.
Malezi gani haya? Mtoto lazima ajue unapomfinya, unapomwadhibu, sio kumfinya lazima kumfinya kwa kumfinya mwilini. Unaweza ukamwambia kwamba hutaangalia TV kwa sababu umekosa 1, 2, 3. Hamna kuangalia katuni siku nzima. Unamwambia utavumilia kuto kuangalia TV for a certain period kwa sababu umekosa 1, 2, 3. Pale mtoto anajifunza kuvumilia kwamba tabidi nivumilie kwa sababu nimekosea 1, 2, 3. Sasa wewe mtoto toka asubuhi anaangalia TV mpaka jioni anaangalia TV. Siku asubuhi hajaenda shule TV. Anakula TV. Sijui nini TV. Huyo mtoto hiyo akili utamfundisha uvumilivu sehemu gani? Hata kwenye ndoa hata kuwa na uvumilivu. Kosa kidogo tu mtoto anataka kuondoka. Mtoto amefanywa kitu kidogo tu shule, unasema mwalimu amenipiga, mwalimu kanifanya hivi. Hamna uvumilivu. Wewe mzazi na wewe ndio unaongoza. Ama kufanyaje? Unaenda unamtoa hiyo shule. Uvumilivu hapo mtoto atakuwa nao kweli? Hata akifika kwenye ndoa hata kuwa na uvumilivu. Kuwe na uvumilivu, yani uangalie kwamba ili kosa kweli namhamisha mtoto shule, ni kosa la mtoto, ni kuanzia nyumbani, au ni walimu wanamuonea, au ni wenzie wanamuonea kweli, au ni vipi? Wazazi wa sasa hivi jamani, hebu tuwe na uvumilivu. Tuwe na uvumilivu, tuwafundishe watoto wetu uvumilivu. Tumekosa uvumilivu kabisa kabisa kabisa. Yani maisha hayaendi kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Uvumilivu mpaka kwa Mungu, mpaka kwa Mwenyezi Mungu tumekosa uvumilivu kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nasali kila siku. Jambo la 4, utulivu. Jamani, watoto hawana utulivu. Sijui ndio hizo simu, sijui ndio huo utandawazi. Yani utulivu jamani, hata kwenye ndoa za watoto wengi zinaharibika kwa sababu utulivu hamna. Hamna utulivu kabisa kabisa kabisa. Yani hauwezi ukasema hebu sasa hivi sikupi kompyuta, sikupi simu, ukae siku nzima bila simu, bila kompyuta. Hakuna utulivu. Atakwambia mimi siwezi, yani siwezi, labda uninyime chakula. Labda uninyime chakula. Sasa niwaambie kitu kimoja wazazi wenzangu, walezi. Hamna kitu kikubwa kama utulivu ambacho kinaendelea kutula, yani kutuumiza kwa sababu tunakosa utulivu. Mahali ambapo umetulia ndio ambapo unaweza ukapata nafasi ya kumsikiliza hata Mungu anakuelekeza nini. Lakini kwa sababu tumekosa utulivu, kila wakati tuko kwenye simu, mara umemwangalia huyu, mara umesikiliza hiki, mara umesikiliza kile, mara umesikiliza hiki, kuna makelele mengine ofisini, kuna makelele mengine sijui kwenye jamii. Umekosa utulivu, hata Mungu hana nafasi kabisa kabisa. Mpaka kwenye ndoto unaota yale ambayo ni ya mchana na yale ambayo umeangalia kutwa nzima kwenye simu yako. Ndio unayoyaota. Kwa sababu huna utulivu hata na Mungu wako. Wafundishe watoto kuwa na utulivu. Jambo la 5, mfundishe mtoto wako kuwatia moyo wenzake, kuwajali wenzie, kuwapenda wenzie. Watoto wengi sasa hivi imekuwa ni mtihani. Hakuna social interaction. Yani yeye anajiangalia yeye kama yeye. Na kibaya zaidi unakuta ni wale ambao unakuta amezaliwa peke yake, sijui mtoto wa kiume peke yake, sijui mtoto wa kike peke yake. Ni issue. Mtoto amezoea kujifungia, akitoka anaingia kama ni kwenye school basi kajitenga. Ni hivyo atakuwa hata ofisini akiingia kajitenga. Akiingia hata kama ni kwenye safari, anasafiri hapa tu Morogoro, kapanda na mtu kakaa hapa na hapa, hata kusalimiana hawajasalimiana. No social interaction. Kumbuka katika maisha tunayoishi
tunaomba vitu vingi kwa Mwenyezi Mungu, lakini Mungu anatupa kupitia kwa watu. Sasa kama wewe huna interaction na watu wengine, itakuwaje kufika kwenye ndoto zako? Nani atakutaja unajua nini? Nani atasema unajua kitu gani? Kwa hiyo social interaction ni muhimu sana. Mahali popote umeambiwa kuna mkusanyiko, umeenda umejitenga. Hapo kuna watu 10, 20, wewe umeenda kujitenga peke yako. Ni kwa sababu umemlea mtoto wako katika kumfungia tu ndani. Hatoki nje. Mtoto wangu atafundishwa tabia mbaya. Mtoto wangu sijui atakuwa na tabia mbaya. Sasa ndio amekuwa na tabia mbaya. Hana social interaction. Yuko tu humo ndani, yani anataka yeye wakae waangaliane tu na mke wake. Mpaka imefika mahali kila kitu akitaka kufanya, ngoja tukamuulize baba na mama. Chochote wanachotaka kufanya, ngoja tukaulize wazazi. Ni kwa sababu wewe umemkumbatia, umemfanya ni yai, yani likienda hivi litapasuka. Ukilipeleka kwa nguvu litagongwa, litatoboka. Yani umemfanya sijui ni mdoli, niseme sijui umemfanya nini. Mfundishe mtoto wako kwamba kuna watu huko duniani ataenda kukutana nao. Wakati anacheza na wenzie, lazima uangalie, mwambie huyu hapa amefanya nini, na uhakikishe unatetea ile atakavyokuwa mkubwa, kwamba atakuwa anapenda na wengine, kwamba kama kuna kitu umempa au kuna kitu wanakinyang'anyiana, waambie mpe mwenzio. Hata yeye akikosa sio tatizo, lakini wazazi wa sasa hivi, atakosaje wakati mimi ndio nimempa? Unamfundisha mtoto tabia mbaya. Unaweza kama umemfungia mkate, kama mtoto anayemuomba pengine yeye ajala kabisa huko nyumbani, unamfundisha yule mtoto tokea mwanzo kwamba mpe. Kama yeye ajala toka asubuhi, mpe. Wewe si umepata toka asubuhi, umekunywa chai, umepata matunda, umekula hiki na hiki. Kwa hiyo wewe mpe chote. Huyo mtu kimlea hivyo, huyo mtoto kimlea hivyo, mpaka kazini hata kuwa na wivu na choyo kwa wenzie. Kile kitu anachokijua atafundisha wenzie. Kile kitu ambacho wenzie hawana, yeye anacho, atawagawia wenzie. Na hata wenzie wakifanya vizuri, hata kuwa na roho mbaya ya kusema kwa nini fulani amepanda, kwa nini fulani amepanda kuliko mimi, wakati mimi nilimfundisha. Hajui kwamba kila kitu ambacho tunakifanya hapa duniani na tunakipata, hata mali na uhai wetu tulionao, uko mikononi mwa Mungu. Mungu akitaka kukunyang'anya hicho ulicho nacho, anakunyang'anya anytime. Kwa mfundishe mwanao kwamba Mungu ndio aliyekupa hicho ulicho nacho, na hata ukimpa Mungu atakupa kingine. Kwa hiyo social interaction usiache kumfundisha mwanao, ili kwenye jamii awe kiumbe bora. Imefika mahali sasa hivi watoto wetu wa kiume wamekuwa ni machawa kweli kweli. Yaani wanakuadia mpaka watoto wa kike kwamba wewe bosi fulani anakutaka, wewe mfanya biashara fulani anakutaka, wewe fulani anakutaka, ili apewe hela. Kweli hali ni tete, hali ni mbaya, hali ni mbaya wazazi, hali ni mbaya walezi. Tumgeukie Mungu. Lakini wakati tunamgeukia Mungu, na huku pia tunawafundisha watoto wetu tabia nzuri, tuwawekee hiyo misingi bora toka wakiwa wadogo. Hawataiacha mpaka watakapokuwa wazee. Najua we mzazi unayeniangalia utasema, wewe ujui tu huyu mtoto mimi nilivyompata. Mimi nimfundishe kuwajibika, mimi nimfundishe sijui kuwapa watu vitu vizuri, sijui kuwa social interact, sijui nimfundishe uvumilivu wakati ninacho. Mimi nimevumilia na mtoto wangu avumilie. Wewe sawa, ni mtoto wa kipekee, lakini kumbuka huyo ni mke wa mtu. Kumbuka huyo ni mume wa mtu. Sawa, huyo mtoto ulimpata kwa operation, tena kwa shida sana. Ulimuomba sana Mungu ndio ukapata huyo mtoto. Lakini kumbuka, hutaishi naye milele. Itafika wakati wewe utaondoka pengine duniani, utamwacha, ataishije? Ataendaje kuwa mume bora?
Najua katikati ya watoto wa kike 3, huyo ndio wa kiume peke yake, tena kama mwisho. Lakini kumbuka, huyo ni mume wa mtu, ni baba, kichwa cha familia. Kumbuka kwamba hicho ni kichwa cha familia. Hata kuwaje wanaleta shida kwenye ndoa sasa hivi, wanaleta shida. Alishazoea kudekezwa, anataka adekezwe na mke wake. We mtoto wa kiume, kila maamuzi anataka apeleke kwa mama, kisa wewe ulimdekeza. Wewe ulikuwa unafanya matunzo badala ya kumlea. Wazazi, hebu tuangalie hiyo misingi 5. Hebu tuifanyie kazi kwa ajili ya kutengeneza taifa la kesho. Mungu awabariki sana, na wapenda sana. Nitaendelea kuwamegea mengine ambayo nitakuwa experience, ambayo yatakuwa hayasababishi yatatusaidia kutosababisha ndoa nyingi kuingia kwenye ICU au kwenye kufikia hatua ya kuachana. Na wapenda sana, msiache kusubscribe, msiache kucomment, msiache kushare na wengine, ili waweze kuwalea watoto wao katika misingi bora. Na wapenda sana. Wakati mwingine, bye bye.